这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Katika kijiji cha kale kiitwacho Rausor, kilichojificha chini ya milima mirefu ya Karpathian, kulikuwepo na mtu mmoja ambaye watu waliogopa kumtaja kwa jina. Mzee Alfonso. Hakuwahi kuonekana mchana kucha. Alitembea usiku, wakati mbwa wakiwa wamelala, na nyota zikifunika anga kwa ukimya wa kutisha. Nyumba yake ilikuwa pembezoni mwa msitu wa Borog, msitu uliopigwa marufuku kwa watoto kucheza karibu yake tangu miaka ya kale. Hakuna aliyejua kwa hakika alikotokea Alfonso. Wapo waliodai alizaliwa Hispania, wengine walimhusisha na familia ya wachawi wa kale waliokimbia moto wa mahakama ya Inquisition, wakapotelea milimani, wakazaa kizazi cha wachawi wapya katika ardhi ya baridi na giza. Alfonso alikuwa na macho meupe yaliyokuwa kama si sehemu ya mwili wake, yenye mng'ao wa upofu uliojaa kuona mbali zaidi ya dunia ya kawaida. Sauti yake ilikuwa ya chini sana, kama inayonong'ona na upepo. Alitembea akisaidiwa na fimbo iliyojaa alama za ajabu, na kila mahali alipopita, mbwa walibweka bila sababu, wanyama wakajificha, na maua yakanyauka kana kwamba yameguswa na barafu. Watu wa Rausor walijifunza kuishi kwa hofu, lakini pia kwa mazoea. Maisha yaliendelea, watu walikunywa pombe zao, walicheka kwenye karamu, lakini hakuna aliyethubutu kuuliza Alfonso alikuwa anafanya nini na wale kondoo wake wa ajabu. Mara kwa mara, mzee huyo alionekana akisafiri na mkokoteni wake wa mbao, akiwa amebeba kondoo waliokuwa na macho ya huzuni. Wengine walionekana kulia kimya kimya, kana kwamba walijua kinachowakabili. Wengine walitetemeka kwa woga hata kama baridi haikuwa kali sana. Ukweli ambao haukujulikana ni kuwa kondoo hao walikuwa watu waliogeuzwa kwa uchawi wa kale uliosahaulika na mwanadamu. Uchawi ambao Alfonso aliurithi kutoka kwa babu yake, ambaye kwa miongo kadhaa alisoma maandiko ya wachawi wa kale, akayapachika katika kitabu kimoja kilichojulikana kama Codex Ovium, kitabu cha kondoo. Kitabu hicho kiliandikwa kwa damu ya bikira, na kurasa zake zililindwa na maneno ya kuloga ambayo hayangeweza kusomwa na yeyote asiye na roho nyeusi. Alfonso alikuwa anavizia watu waliopotea, waliokatishwa tamaa, waliovunjika mioyo au walio na tamaa isiyo na mwisho. Alijua mahali pa kuwapata: stesheni za treni, nyumba za waganga bandia, makanisa ya watu waliokata tamaa. Aliwafikia kwa urahisi, kwa maneno yenye matumaini: ninaweza kukusaidia. Nina tiba ya matatizo yako. Ninaweza kukupa unachotamani zaidi. Na mara mtu akiingia nyumbani kwake, milango ilifunga yenyewe, kuta zikageuka kuwa giza, na kwa muda mfupi, mtu huyo alikuwa kondoo. Wengine waliuzwa minadani kama nyama ya kifahari. Wengine walipelekwa mabucha ya watu tajiri waliolipa pesa nyingi kwa nyama ya kipekee. Lakini kulikuwa na kundi dogo la wachache ambao hawakuchinjwa. Waliwekwa kwa matumizi ya kesho, kama hifadhi ya nguvu za giza, au sadaka kwa roho waliokuwa wanamsaidia Alfonso kudumisha uchawi wake. Wakati huo huo, kijana mmoja aitwaye Andrei alikuwa akiishi kwenye kijiji jirani cha Lisa. Alikuwa mchungaji wa kawaida, yatima, na mwenye ndoto ya kutoka katika maisha ya kila siku ya kuchunga mifugo na kufagia zizi. Alikuwa mpenzi wa mashairi na nyota. Kila usiku, alitazama anga na kuandika mashairi ya ndoto zake katika daftari lake dogo la ngozi. Alitamani kusafiri, kuandika vitabu, na kuwa mtu mkubwa. Lakini maisha hayakuwa na nafasi hiyo kwake. Familia yake iliteketea kwa moto wa ajabu miaka 3 iliyopita, na tangia hapo, alibaki na bibi yake mgonjwa. Siku moja alipokuwa machungani, alipishana na Alfonso kwa mara ya kwanza. Mzee huyo alimwangalia Andrei kwa macho yaliyojaa siri, na kijana akahisi baridi ndani ya mifupa yake. Wewe ni zaidi ya unavyojua, Alfonso alimwambia, kisha akapotea msituni. Baada ya siku 3, bibi yake Andrei alikufa. Kijana huyo akabaki peke yake. Alitembea bila lengo msituni, na hapo ndipo Alfonso alimtokea tena. Ninaweza kukupa maisha mapya, kitu chochote unachotamani. Pesa, elimu, upendo,
Andrei akiwa amejaa huzuni na hasira alikubali. Akaingia nyumbani kwa Alfonso. Lakini kabla hajamaliza kusema ndio kamili, Alfonso akashika uso wake na kutamka, Vita Ovis, na mwanga mkali ukamfunika. Sekunde chache baadaye, palikuwa na kondoo mwenye macho yanayotiririka machozi ya damu. Alifungwa na kupelekwa hadi kwenye mnada wa wanyama huko Brav. Lakini alipofika, alifanikiwa kukimbia. Akaruka kwenye lori la nyama lililokuwa linakwenda mji mwingine. Akapata ajali. Damu yake ilimwagika juu ya jiwe lililokuwa na maandishi ya kale ya kimonastiki, maandishi ya watawa waliopinga uchawi. Jiwe hilo lilimrudisha Andrei kuwa binadamu, lakini akiwa na maumivu makali na kumbukumbu mbaya. Alirudi kijijini kwake akiwa amechanganyikiwa. Hakuna aliyemwamini. Wengi walimfukuza wakidhani ni kichaa. Hapo ndipo akaapa kulipiza kisasi. Akaanza kutafuta vitabu, maandiko na wazee wa zamani waliowahi kusikia kuhusu wachawi wa Codex Ovium. Alienda hadi kwenye maktaba ya kale ya Cluj-Napoca, alipolala chini ya dari la giza kwa siku 3, akisoma maandishi ya wachawi waliogeuza wanyama na wanadamu. Taratibu akaanza kujifunza uchawi wa kurudisha hali, uchawi wa kugusa moyo wa binadamu aliye kwenye mnyama. Akaanza safari ya kuwarejesha waliopotezwa. Alikwenda minadani, akaiba kondoo waliogeuzwa, akaanza kuwaponya. Alipoona kuwa anaweza, alikusanya kundi la waliowahi kuwa binadamu waliogeuzwa na kuwafanya kuwa jeshi la kimya waliosubiri wakati sahihi wa kupambana na Alfonso. Wakati huo, Alfonso alihisi mabadiliko katika anga. Akajua kuwa kuna anayemvamia. Akaleta msaada kutoka pande zingine. Mizimu ya wachawi waliokufa, roho za viumbe wa giza kutoka milima ya Transilvania. Akachanganya damu ya kondoo na mate ya popo, akafufua kivuli chake mwenyewe. Ndipo siku ya mwisho ilipowadia. Usiku wa mwezi mwekundu, Andrei na wenzake walivamia nyumba ya Alfonso. Vita ya kichawi ikaanza. Kulikuwa na mwanga na giza, vilio na sauti za kondoo waliogeuzwa wanadamu wakilia kwa hofu na furaha. Kuta za nyumba ya Alfonso zilianza kuanguka, kitabu cha Codex Ovium kikachomwa moto, na nguvu zake kuanza kupotea. Alfonso aligundua kuwa alikosea. Uchawi hauwezi kushinda moyo wa binadamu uliodhamiria kuokoa. Akajaribu kumgeuza Andrei kwa mara ya pili, lakini kijana huyo alikuwa amejifunza. Akasema maneno ya mwisho, Lux Rivirtecha in Codi, na mwanga wa upendo ukalipuka. Alfonso alikufa kwa ghafla. Akayeyuka kama mvuke mbele ya jua. Roho zake zikapotelea katika mwanya wa giza lisilo na mwisho. Wale waliobaki, waliopona, wakaanza maisha mapya. Andrei akajulikana kama mponyaji wa giza, na kijiji cha Ruhr kiligeuka kuwa mahali pa mwangaza. Lakini kila baada ya miaka 7, mwezi mwekundu hurudi, na kondoo mmoja hutokea akilia machozi ya binadamu. Na watu hujiuliza, je, Alfonso alirudi?